Lakini nimshukuru pacha wangu hapa Felista kwa kazi kubwa aliyoifanya. Hii kazi ya uratibu ya kila kitu tunachokiona kaifanya yeye. Tulikuwa na wazo mimi na yeye kwamba sikukuu yetu ya kuzaliwa hii ya mwaka huu 2026 tuifanye vipi. Tukapata wazo la kwamba tufike kwa wahitaji, kwa sababu tulikuwa na uwezo wa kufanya pati kwenye hoteli nzuri, sehemu tukapiga moja baridi moja moto. Tulikuwa na uwezo wa kwenda sehemu kama hizo, lakini tukasema hiki ambacho tungeenda kukitumia kule kuna watu ambao wanakihitaji. Ndio maana akafika hapa akauliza mahitaji yako kiasi gani, na akabaini ni hivi vitu vinahitajika, na sisi tukakubaliana kwa mahitaji kama ulivyopewa na kituo chenyewe tutayafikisha hivyo hivyo. Kwa hiyo nakushukuru sana dada yangu kwa kazi kubwa uliyoifanya, na mimi niseme tu pamoja na dada yangu, sisi leo birthday yetu imeenda vizuri sana. Amina. Yaani na hatutakuwa na pati nyingine zaidi ya hii. Tumeifanya kwa moyo mmoja, tuliona kidogo tulicho nacho. Mungu katubariki uzima, katubariki kuwa aidha na wazazi, tumebarikiwa kuwa na malezi pia, tuwaguse wenzetu hawa ambao wanalelewa hapa. Kwa hiyo tumefanya kwa upendo, na tunamwomba Mwenyezi Mungu sadaka hii tuliyoifanya leo aipokee na ikawe msaada mkubwa kwa hawa watoto. Na kitu kingine kilichotuuma na ndugu yangu hapa, dada yangu, tulipopata taarifa kwamba kodi inadaiwa kodi, kwa hiyo tukawaza watoto wetu hawa wataenda wapi? Ndio maana tuliamua kuitoa kodi kwa uhitaji mlionao. Lakini katika taarifa yako umesema hapa mmepanga, mnatamani kwenda, mna kiwanja mmepata, mnatamani kuanza kujenga kule. Na mimi nichukue nafasi pia nikiwa kama mwenyekiti wa vijana wa mkoa, nihamasishe jamii yetu ya Wanageita na jamii iliyopo nje ya Geita, tufike kwenye kituo hiki. Kituo bado kina uhitaji, watoto 53 ni wengi sana, tuweze kuwasaidia. Sisi Wanageita hawa watoto ni wa kwetu wenyewe, kwa hiyo tuweze kuwasaidia. Na kwa sababu hilo na mimi nitoe njia, kwa sababu mmesema mnaanzisha kituo kujenga, mtoke kwenye upangaji. Na mimi nikiwa mwenyekiti wa vijana wa mkoa wa Geita, na kwa furaha ya siku yangu ya kuzaliwa, na shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kunipa uzima na uhai na kuendelea kunibariki, mimi na mwenzangu Felista dada yangu tunawachangia tofali 1000 kwenye ujenzi wa makazi mapya mtakayoenda kuyajenga. Lakini pia kadiri Mwenyezi Mungu atakavyozidi kutubariki, tutaendelea kuwafikia na kuwaona. Kwa hiyo jamii yote, ndugu zangu mliopo hapa, tuwafikie hawa. Sio lazima kwa birthday. Hata ukiwa na jambo lolote, umepata kipato, jambo lolote, una uwezo wa kufika na kuja kuwapa msaada kwa sababu wanahitaji. Basi napenda kuelezea kidogo hivi vitu tulivyovileta. Ndugu yangu alipotoa hili wazo kwamba tuje tuwatembelee hawa watoto, nafikiri niliwasiliana na kiongozi ili tusilete vitu ambavyo sio hitaji lao. Nadhani alisema hivi vitu ndivyo wanavyopungukiwa, na ndio maana tumevileta. Tumeleta mchele kilo 100, tumeleta unga wa ngano kilo 50, tumeleta sukari kilo 50, tumeleta mafuta ya kula lita 20. Lakini pia walisema wanapungukiwa kodi ya nyumba ambayo ni shilingi 390. Nafikiri kakaangu hapa atazikabidhi. Kwanza kabisa naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyeweza kutujalia mimi na nyie siku ya leo tukaweza kuhudhuria katika kituo hiki. Lakini pia nimshukuru sana mwenyekiti wangu wa UVCCM mkoa, mwanangu kipenzi Manjale, na mdogo wangu Felista Nzagamba. Kwani siku kama ya leo wangeweza kuitumia vyovyote vile. Wapo watu siku za kuzaliwa kama leo na wakuta wako sehemu wamevaa vinguo vya ajabu, wanaogelea, wanajirusha na mambo mengi ya ajabu. Lakini vipenzi hawa wameona siku ya leo ni vyema kabisa na haki wakija kuwasalimia watoto hawa. Watoto hawa ni miongoni mwa vijana na yeye ni mwenyekiti wa vijana, kwa hiyo hawa hapa pia ni chipukizi wake. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana zaidi ya sana
Niwaombe tu msikomee siku ya leo, maana kituo hiki kiko katika tawi langu. Ikiwawiwa hata na siku nyingine, msisite kuja, karibuni sana. Ni jambo la ibada. Ukisoma Biblia inatuambia kwamba dini iliyo nzuri ni ile inayowatazama yatima na wajane kwenye shida zao, lakini vile vile haifanyiki tu kwa sababu mtu amefanya. Hii nayo inategemea ukoje, una moyo wa namna gani. Ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 41 mstari wa 38, tunaona kuna neno pale Farao alilizungumza. Anasema tupate wapi mtu kama huyu ambaye roho wa Mungu anakaa ndani yake. Mimi nafanisha neno hili na mdogo wangu Manjale. Ni mtu wa muhimu kwenye jamii yetu, mtu anayeridhika na kile kidogo anachokipata, akaona hiki ni shiriki na wengine. Baraka zile Mungu anazompa anazihamishana kwa wengine, nao wafanye nini? Kibiblia tunasema hana roho ya choyo. Kwa sababu kutoa sio wingi wa vitu. Kuna watu wana vitu vingi mpaka wamesaza, lakini hawafanyi. Sherehe kama hizi watu wanachagua matukio kama wengine walivyozungumza, afanyeje? Afanye tu labda tukio la kutikisa jamii ili shughuli yake nayo ya kuzaliwa ionekane hivyo, trend kwenye mitandao. Lakini Manjale pamoja na Ferista wao wameona hapana, tushiriki na watu wenye uhitaji, na hii ndio ibada na ni jambo la kumshukuru Mungu. Mimi niwapongeze, waendelee na moyo huu. Jamii yetu inahitaji watu wa namna hii. Sisi ambao tunamfahamu Manjale kwa muda mrefu, hili sio jambo geni wala la kwanza kwake. Amekuwa akifanya hivi maeneo mengi sana. Kila anapopata nafasi anawaona wenye uhitaji, na mimi naamini pengine anaguswa na msukumo wa imani yake, kwa sababu kwenye imani tunafundishwa katika ibada nzuri kwa mwanadamu tunayotakiwa kuifanya ni kuwaona wahitaji. Amekuwa akifanya hivi. Tuliona mwaka jana kwa wale waathirika wa mafuriko alienda, na maeneo mengi amekuwa akifanya. Kwa mimi kwa niaba ya marafiki wa Manjale, chukua nafasi hii kumshukuru ndugu wangu Manjale kwa huu moyo na kukutia moyo kwamba uendelee. Kwenye hiki unachokifanya ni sadaka kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu. Unajitengenezea himaya kwa Mwenyezi Mungu na ulinzi kubwa. Sisi tunaishi kwenye hii dunia iliyojaa chuki na hila na fitina. Sasa sometimes hatuna nguvu za kupigana wenyewe. Kimbilio letu ni kwa Mwenyezi Mungu, na tunaifanya kwa sadaka kama hizi, tukitumaini kwamba Mwenyezi Mungu atatupigania kwenye kila hatua tunazozipiga. Majina yangu ninaitwa Matthew Daniel, ni mkurugenzi mtendaji kutoka taasisi ya Bright Organization ambao makao makuu yake ni manispaa ya Geita. Mimi binafsi nichukue nafasi ya pekee kumshukuru Mungu kwa siku ya leo kupata ugeni mkubwa na muhimu kama huu kupitia kumbukizi ya kuzaliwa kwa ndugu yetu, rafiki yetu ambaye amewiwa kwa ajili ya kushiriki pamoja na sisi na watoto na taasisi kwa ujumla kwa kuleta tabasamu kwa watoto wetu wanaotoka katika mazingira hatarishi. Bright Light ni taasisi isiyo ya kiserikali, ni taasisi ya kijamii ambayo imeanza tangu mwaka 2010 na imeanza kwa lengo la kuhudumia watoto walio katika mazingira hatarishi, na tumeanza kwa watoto 4 mpaka sasa tuna watoto 53 ambao tunawahudumia, na wote wanasoma kwa ngazi tofauti tofauti, wakiwemo 2 ambao wameshahitimu chuo kikuu kwa fakati tofauti tofauti, ikiwemo ya ustawi pamoja na masuala ya sayansi ya lishe. Kwa hiyo nitoe wito kwa jamii, kwa yoyote anayewiwa, anayeguswa, mwenye moyo wa upendo kwa watoto na kuhudumia jamii. Tunalo eneo letu ambalo sasa tuna ujenzi ambao ujenzi umeanza kule, kama alivyotangulia ndugu yetu Manjale kwa kutoa tofari 1000 kama kianzio cha kuanza ujenzi. Kweli nimpongeze sana kwa moyo wa ujasiri na moyo wa upendo ambao ameguswa kuanza na sisi kwa tofali za broko 1000 ambazo zitaanza ujenzi mahali pale. Sasa kwa yote anayewiwa, kama na seluji kwa maana ya simenti hata moja, hata kama
ni nondo, mawe, hata kama ni mchanga, hata kama we ni fundi, pengine kwa kwamba mimi sina chochote lakini mimi nina taaluma ya ufundi, unaweza ukafika pale tukasaidia kwenye eneo la kuweka ujuzi wako wa kujenga.